Archdeacon wetu wa Ruiru Parish and the pastors na kanisa, viongozi wetu wote ambao wamefika hapa, Wakristo wenzangu, watu wa Ruiru, watu wa Bure, andu vetu mugeni kairi, Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ngai aciarire ni mwathani agocwo ringi. Archdeacon, tunataka kusema asanti kwa niaba ya hawa watu viongozi nimekuja na hao na mimi mwenyewe. Tumeshukuru sana kwa neno, umetuhubiria vizuri, umetutia nguvu, na vile tulikuja sio vile tutatoka. Umetukasa bariki za roho. We feel better, we feel stronger, na umetuambia tusikuwe na uoga. Na hata Biblia inatuambia wale watu waoga wako saburi moja na watu wako na madhambi mingi. Kwa hivyo umetutia nguvu na tumeshukuru. Kwaya na wale akina mama waliimba hapa, mko na nguvu nzuri. There is a good spirit in this church. Tumefurahi sana. Huyu Malala alikuwa ananiambia hawa kina mama wanacheza wako na nguvu. Nikamwambia sisi ni watu ya viazi. Najua tukikula viazi tunakuwa na nguvu. Tena hawa sisi tunapenda nyimbo. Ni therapy yetu hapa watu ya Mlima. Na kwa hivyo tumeshukuru sana Archdeacon. I am aware mulipata matatizo mkitishwa msitukaribisha hapa, and I want to commend you for your courage. Na usijali, hii shida ni kidogo, itaisha. This is just a small problem for a short time. Na sisi hatuwezi kuzuiliwa kwenda kanisani kwa sababu sisi ni wacha Mungu, na lazima kila Jumapili tufike kanisani, tuungane na Wakristo wenzetu, tuombe, tumtukuze Bwana, na tukue na ushirikiano na washirika wengine. Nimeona mko na kazi hapa ya kufanya, mmetupatia orodha kubwa na tumeona, na kwa hivyo tutajua hapo mbele tukiwa na viongozi what we can do, lakini tutatafuta pesa kidogo 300,000 tumwachie muanze ile kazi iko. Tutaendelea kusaidia nyinyi polepole hapo mbele. Tukipata serikali tena tutakuwa na nguvu zaidi. Amen. Na tutakumbuka mlitualika hapa wakati ya shida. Amen. Najua wale marafiki ya ukweli ni wale wako nayo wakati ya nini? Ya shida. So we really appreciate. Mimi nataka tu niseme, niulize William Ruto. Wewe unasema umeokoka. Sawa. Ulikuja na Biblia, tukakuamini. Wewe umenifukuza kwa serikali tukiwa na Willy Nturi, tumekubali. Na wafuasi wetu. Hatukutoa fujo, hatukupiga kelele. Mimi niliambia wakisikia wamekasirika waibe nyimbo, si ndio? Na tumekubali. Sasa tena natufuata Meru, nyumbani kwa mama wangu, pahali mimi nimezaliwa. Mama wangu ametoka hapa Kibiricha. Umenifukuza kwa serikali tena unataka unifukuze Meru? Sasa sisi tumekubali. Haya, juu ya hayo unataka utufukuza kanisani? Sasa unajua mtu akipata matatizo, mtoto anaenda kwa mama yake, si ndio? Shida ikizidi atatorokea kanisani. Sasa unataka unifungie kwa mama na unifungie kanisa? Hawa wakubwa wetu wa AP wa Independent Church waliitwa State House 2 weeks ago, na rais akawatisha sana, akawauzia uoga ya kwamba wasikuwe wakikaribisha mimi makanisani. Hao maarchbishop wetu watatu walikuwa wanatetemeka hapo. Rais amekuwa dictator mpaka kanisani. He wants to dictate who should not go to which church.
Pahali nilienda kanisa inaitwa Kihuyo huko Rwathia. Yule akidiko na alinikaribisha anapigwa transfer. Pahali nilienda kanisa huko Kagwe Lari, yule pastor bishop alinikaribisha anatatizwa. Sasa president amekuwa so desperate, anataka kuamrisha kanisa ni gani itatukaribisha, ni gani haitakaribisha sisi. Is the highest form of dictatorship ever seen in this country. Even President Moi, because mimi nifanya kazi kwa serikali yake, mambo ya kanisa alikuwa haingilii. President Moi, he was quite dictatorial, lakini mambo ya kanisa aliheshimu kanisa la Kristo. So mimi nataka kuambia kidikons wetu, I hope they will not transfer you. Tunakuombea Mungu. Lakini hata ukiwa transferred utakuwa tu hapa Kenya. Si ndio? So there is no problem, but it's very 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 unfortunate what is happening. Mimi niseme mambo mbili tatu. Niseme ya kwamba tumekuwa hapa Meru nyumbani, the land of my mother. Na mimi nashukuru watu wetu wa Meru vile wamenikaribisha. Tumefurahi sana sana. Huyu Ruto alikuwa amesema tusikubaliwe kukanyanga Meru. Siku ya kwanza tulikuwa pande ya Imenti, wale wabunge wakapatiwa na ile mtu ya Soprano kila mtu shilingi milioni 3. Watafute vijana, watupige mawe, watuzuidie kwenda kwa mikutano. Lakini mimi nafurahi sana. Tulipofika pale Nguvu, wale vijana walikuwa wamepewa pesa watupige. Kuona mimi wakaanza kuiba one time na wakaingia kwa mkutano yangu. Sasa wakazama. Tukifika pale Taskis, vijana walikuwa wamepewa pesa kuhakisha moto. Walikuwa pale na hakisha moto. Kuniona tu na grupu yangu, wakasima hiyo moto na kuingia kwa mkutano na kusema one time. Sasa ndiye huyu mtu ya Soprano akapanic. Usiku nzima ni kukasa wabunge wa Igembe. Huyo mtu asikubaliwe kukanyanga Igembe. Rais atakuwa hapa Meru na hatuwezi kubali kuwe na mikutano ya rais na huyo mtu. Yeye hakuna mtu amemchagua ni mfanyikazi ya serikali ya Ruto, ananiita mtu. Yeye hakuna mtu amempatia kazi. Akawaambia, nao wakateka advantage. Wakamwambia hii mtu wako na watu wengi, ile pesa budget tulitupatia haitoshi, utuongeze milioni 2. Sasa ile mbunge ya Tigani ya East akaongezwa 5 million. Yule ya Igembe Central 5. Yule ya North 5. South na South John Paul wote. Rais kasemekana atakuja pale showground. Na wakaashua William Ruto, wewe ndio rais wa Kenya. As long as you are in Meru County, huyo mkabila huyo hata kubaliwa liwe liwalo kuongea hata na watu 10 katika hii county. Soprano akapatiana report kwa William Ruto. Bas sisi tuko tu pale tunakunywa chai, tunakaa, tunasikia wananchi wamejaa. Tukatoka. Kufika pale Mekindori, vijana wamenunuliwa mapanga mpya na huyu mbunge wa Tigani ya East na mishale watuue. Wameakisha moto pale, kelele. Sisi tumeenda kuona Linturi na mimi, ile mapanga na mishale wametupa one time. Hiyo vijana tumeingia nao kwa mkutano. Hata ndio wanasema one time kuliko wale walikuwa pale. Mkutano umeendelea. Mkutano kubwa. Tukamaliza. Tukateremuka Maua. Vijana wamelipwa pale wanapiga kelele, tumefika. Kuona sisi wamewachana na ile maneno
wameingia kwa msafara, wanasindikisha mimi pande hii, wala vijana wanasema one time. Tumeenda tumefanya mkutano ya more than 10,000 people. Tumetoka hapo tumeingia Central, the same. Sasa yule mjumbe wa North ambaye ameshindwa kupigana na wezi ya ng'ombe, huyo ndio amejipanga karibu watu 1,000 ameweka pale Lare, na watu hao wamesema leo watu watakufa. Amelipa kila kijana 5,000. Sisi tumesema sisi ni watu ya Mungu, hapa ni nyumbani. Hata kama nitakufa, nikikufia hapa Meru kwa mama yangu, hata ni sawa, kwa sababu hata mimi niko na shamba naweza ziko hapa. Sema twende. Vijana wamekula mori, wamefunga, tumefika pale. Kuniona wameweka mashoka kando, mapanga kando, wameingia hapa. Kufika pale wameanza wimbo Gachagua nikianagia Simba. Tumetoka hapo kufika maili 3 hakuna mkutano, tumekuta imejaa. Kufika Kangeta imejaa. Kufika Kianjai karibu usiku imejaa. Sasa William Ruto amefika Meru, anaangalia mtandao, anaona mikutano inaendelea. Wewe Sabrano, wewe Sabrano, uliniahidi? Yes sir. Si nilitoa pesa? Yes sir. Si mlinihakikishia? Yes sir. Sasa hii ni mambo gani wewe Sabrano? Si mliniambia hili kijini kifukuza wiki 3 watakuwa wamesaulika? Yes sir. Mimi nimechoka kutoa pesa kwa hii mlima. Yes sir. Mimi mnikubalie niende nikatafute kura Western na huko kwa Wajaluo. Yes sir. Sasa Sabrano amekwama. Ndio alikuwa na hasira. Sasa huyu William Ruto amekasirika, amefura, ako bitter, amejua he has lost the mountain. My brother William Ruto, I cannot help you. Don't blame me, I'm not the cause. I sat you down, my brother. Nikakwambia, wewe William Ruto, hii watu ya mlima walikupenda, walikuamini, walikupigia kura. Vile unaenda, ningetaka nikushauri nikiwa mzee. Hao watu ya mlima hawapendi usaliti. Hawapendi kutumiwa vibaya. Hawataki madharau na hawataki kudanganywa. Wewe umeanza kuwasaliti, unawatumia vibaya, unawadanganya, ufanyi kazi, na umeanza kufuta watoto ya mlima. Hao watu watakugeuka. Akaniambia bana wewe Rigiji bana, wewe umechaguliwa juzi. I have been in politics for 35 years. I know this country. I will not be president if mimi sijui siasa. Nikamwambia mimi sijui siasa ya Kenya sana. I agree, wewe unajua kuliko mimi. Lakini ya mlima mimi najua kuliko wewe. Nikamwambia wewe president, tafadhali. Nikaketi karibu mara 5 mara 6. Nikamwambia tafadhali, usifikirie kwa sababu hii watu ya mlima walikupigia kura bila condition, bila chama, bila chochote, that you are one of them. You are not. And you don't know them, you don't understand them. Akaenda akatafuta hii kijana ya Kikuyu na hii mjumbe hapa Laikipia. Wachana na hiyo mtu, wewe ulijileta mlima. Don't accept blackmail. Hii mlima haina shida. Hii mlima haina haja na kiongozi, wako na haja na kiti. Hata ukinyang'anya huyu, bora upatie mtu ya mlima, hakuna shida. Wiki 2-3 atasaulika. Mimi nikamwambia rais, wewe unasikiza hii mtoto. Hii ni kijana mdogo ya Seraraka. Haelewi hii watu ya mlima, mimi ni mzee. Hii watu ya mlima ni kama gari ya Isili. Akaniuliza, gari ya Isili ni kusema nini? Akamwambia gari ya Isili ukiingilia pale Koja Musk inakuwa namba 9. Unateremuka Globe Roundabout namba 9. Unapanda pale Gara namba 9.
Unateremka ukifika Pangani namba 9. Unaenda mpaka mlango kubwa namba 9. Unaingia St. Teresa's namba 9. Ukifika pale garage ya zamani ya City Bus, gari ni ile ile, driver ni yule yule, makanga ni yule yule. Ile namba 9 inabadilishwa namna hii, inakuwa namba 6. Angalia. Nikamwambia wewe William Ruto, hii mlima ukiendelea na vile mimi naona ukiendelea itakuwa kama gari ya Eastleigh. Na hiyo namba ikishabiduliwa, kabla safari ifike ibadilishwe tena pale Asikoja, pale Commercial, utakuwa one time. Because hii safari between garage ya Eastleigh na Commercial miaka 5 itakuwa imefanya nini? Haitakuwa imerudi namba 9. Imefanyika haijafanyika? William Ruto, you have lost a mountain. Let me advise you today for free. Forget about this mountain. If you want to be re-elected, if you have any plan for re-election, in your formula, in your mathematics, remove the mountain. It's gone and gone and gone forever. Mimi usinilaumu because I was a good advisor. Hata kama unanitukana, unasema niko na panganga, unasema ni mkabila, unasema sina plan, at least I gave you good advice. For Kenya, I may not be confident I advise you correctly, but for the mountain, I gave you good advice. You ignored. Sasa umeenda jana, nimeambiwa na watu yako, unapigia kila mtu kelele. Ni stress. Ile ulitoka nayo Meru. Hata leo umesema uende kanisa. Sasa, I want to promise you, William Ruto, today, even if you spend 100 billion in this mountain, even if unalipa vijana watufugie barabara, hata ukitukataza kwenda makanisani, hata ukifanya nini, this mountain is gone and gone for good. Because, and you remember I told you in Sagana State Lodge, I told you, nikiwa na watu 5,000, waziri alikuweko, hao viongozi walikuweko, nikakwambia hao watu mlima ni watu wazuri, but they hate betrayal. Betrayal is a taboo. It is an abomination. And once it has taken place, there is no remedy. And it is never forgiven. These people can never forgive you. So wewe, uliambiwa na Nurdin Haji, your advisor, that hata ukipoteza mlima, ukipata Raila, you don't need the mountain. So wewe, kaa na hiyo mzee kitendawili. Na wewe umesema uko na experience ya 35 years. I think we overrated William Ruto, Linturi. This guy is not as sharp and smart as we thought. Yeye amepoteza kura milioni 4 akifuata kura milioni 1, na anasema ati yako na umaarufu ya 35 years. Amewacha ile kitu alikuwa ameshika kwa mkono akifuata ile yuko mstuni. And then he is saying he has a lot of experience. I may not be very experienced myself, but I know leaving 4 or 5 million votes for 1 million is not political wisdom. It cannot be political wisdom. So, wewe, please, don't blame me. I am not the cause of your problems in the mountain. You betrayed the mountain people. You misused them. You humiliated them. You persecuted them. And you continue annoying them more by abusing them and calling them tribalists and misusing their leaders. Juzi tumesema ukija pale kwa maziwa usidanganye watu. Sasa wewe umerevuka, umetafuta mama naitwa Muthoni. Unajua hii wabunge wetu wametumika vibaya sana na William Ruto. Ameita Muthoni, amemwambia wewe ambia hii wa Meru ya kwamba animal feeds nimepunguza bei.
nimeteremusha. Na huyu Muthoni ni mkulima na anajua haijateremuka, lakini kwa sababu wabunge wetu wamebewa akili na William Ruto, whatever anaambia wafanye ndio wanafanya. Akaambia Muthoni kwenda sema nimeteremusha bei ya animal feeds. Alipigiwa kelele na Wameru. She was very embarrassed. Sasa niseme William Ruto, tafadhali, mimi sina shida na wewe kuinvest Meru, no, but I have a problem ya kwamba the only project imefanyika Meru ni ile hoteli umenunua na unajenga barabara na pesa ya umma. That's my problem. I have no other problem. You can invest if you want, lakini si utufanyie kazi, si utumie pesa ya umma kusaidia watu ya Meru. Sasa unasema utapeana sete Meru. Nimekuwa na wazee ya Imenti jana usiku wamesema fast kama atapeana sete ni sawa, lakini tunaweza amini mtu amesema leo pale makutano, tukimwangalia ati yeye ni Mumeru na tunamwangalia na macho Sasa wazee wanasema hii mtu uongo wake umefika kiwango ati naambia Wameru yeye ni mume. William Ruto has now become a pathological liar that he believes in his own lies. Ati anasimama pale makutano ameangalia Wameru namna hii kwa macho na hawezi ona aibu, na ni Wameru wanaambia ati yeye ni Mumeru. Sasa wazee wananiuliza kama anatudanganya ni Mumeru na tunajua si Mumeru, hii anasema ya city, hii anasema ya barabara, hii anasema ya SHA, kuna mtu anaweza amini? Hao wazee wakaniambia in fact we have a doubt kama kabisa huyu William Ruto hiyo ndio jina yake kamili. It's not, you cannot now confirm whether he is the same person. So wewe rais, maneno ya uongo, you cannot run away with it and nobody can believe you. Because if you can come to Meru and say you are Meru, my friend, hata kwani unatubeba ufala namna gani? Surely. Na una haya. Na nikaona mtu ya Zabrano anafanya kichwa namna hii. Si mliona akifanya kichwa? William Ruto akisema ni Mumeru, Zabrano anasema so, finally mimi niseme, you know, William Ruto has sunk our country so low that he is using goons to run the country. Wakati ya Gen Z alitumia huyu Sakaja na PS Raymond Omolo kutafuta wahuni, wakakuja wakakoroga Gen Z na kuingia parliament, wakajaribu kuwekelea ati ni sisi. Juzi tumeona huyu governor amechukua wakora, wamepiga watu, wamepora mali ya watu. Huyu governor hajashikwa mpaka wa leo. Na nimesikia watu ya Kenya Kwanza wakisema ati wale wanapanga kuharibu 25th washikwe. Wale wanapanga bado fanya, yule amefanya makosa bado. The governor is still walking scot free. Hapa Meru umetuma wahuni. Wewe mwenyewe rais kulikuwa unatembea Nairobi, unatembea na goons. Na ndio tunasema hii Haiti ulituma ati askari kupigana na goons. Wewe mwenyewe nchi yako umeweka goons ndio wanaumiza watu. Ndio tumeanza kuona hii Haiti haikuwa genuine, ilikuwa ni benchmarking on how to create criminal gangs. So sisi tuko na shida. Finally mimi niseme Akidikon, one of the problems I had with William Ruto, and I'm happy the matter is settled completely. As I wind up my tour of Meru today, that matter is settled. Alitaka kugawanya mlima, aweke Mount Kenya West and East. Akitumia Soprano na governor wa Embu, yule Karinda, those two. They are the architects of dividing the mountain with William Ruto. Nikamkataza. My tour in this county, and I will be in Embu on Friday and Saturday, has confirmed the mountain is one. And I have a responsibility as a leader from this region, William Ruto. I will never, as long as I'm alive, allow you
to divide the mountain. Our unity is our strength, and it informs our relevance in the national political discourse. We have always been one, the Gikuyu, the Embu, the Meru, na sasa tumeongeza makuzo wetu Wakamba. Next week, Monday ile ingine, naenda kutafuta our other cousins wa Bagusi. Niende nisiende? Yeah? Juzi nilikuwa Pwani kwa Mijikenda. Nikitoka Kisii, niende Vihiga, niende Kakamega, niende Bungoma, niende Trans Nzoia. Nikatafute marafiki. Makuzo, si ndio? Si ndio, my brothers and sisters? Sisi my brother na sisters hatuna shida mingi. Sisi yetu ni kuchunga hapa nyumba. Sisi ni kuchunga nyumba. So nikiondoka mtachunga nyumbani? Yes. Mtachunga nyumbani? Yes. I am very embarrassed that the MP for Mburi, I came here 9 times to campaign for him. Muliniona? Yes. Alikuwa analia machozi. Alikuwa amekaliwa na kijana ingine kidogo ya Jubilee. Anaitwa Gatogo. Alikuwa amemkalia. Alililia mimi, I came here kumsaidia. Wewe mjumbe, tafadhali. Niliona unainama ukisalimia Kasongo karibu kichwa iguse sakafu. Na huyu mtu ni binadamu, si Mungu. You worship somebody like a god. Sasa amekupatia milioni 3 atuweke mawe tusikuja kanisani. Amekupatia pesa utafute vijana wapige akina mama. Wachukue mawe wapigane wenyewe. You know, mheshimiwa, tafadhali. Mimi nilikuwa na kuheshimu. Because zamani tulikuwa tunafikiria hii nywele nyeupe is a sign of wisdom. I thought so. I have since changed my mind. From what I have seen in Bore, I no longer hold that position. Mheshimiwa, hao watu wa Bore walikuchagua. Mimi mwenyewe, my mother is from Kibirecha. Hata kama ni madharau, hata kama William Ruto anakutumia vibaya, how do you plan violence against your own brother? I know hamuna shida dancing on the graves of your brothers, but at least you have sunk too low, stopping us to come to the Church of Christ. Wewe mheshimiwa, utachaguliwa na nani? Na mimi niwaambie nyinyi waheshimiwa, before I finish, I warned you. Mimi nilione nyinyi. Nikamwambia William Ruto atawacha nyinyi kwa mataa. Sasa mlima imemwacha na imewacha nyinyi. Yeye ameenda kwa Wajaluo, anaenda kwingine, nyinyi mtaenda wapi? You are sunk. Nyinyi ni watu ya hapa. Jana amepigia Soprano kelele, amesema atajipanga nje. Yeye he has an option ya kujipanga nje. Nyinyi watu walitumia hapa kupigana na watu wenu, kukosea watu wenu heshima, mtaenda wapi? Kwa hivyo watu wa Bore, wakati ukifika tusaidiane. Mimi na Captain Mitheka tupambane na Kasongo. Nyinyi mtusaidie kupambana na wasaliti ya jamii. Mtatupatia kiongozi mzuri? Yes. Mbunge iko na akili? Yes. Usiseme hiyo yesa inatukasirisha. So imetuletea hasara mingi sana. Yeah. Sasa niseme hapa, huyu Kasongo anasema mimi ni mkabila. Mtoto yetu ya hapa Bore, DCI Kinoti, akakuwa accused ya kwamba akiwa ofisini kuna watu waliuawa. Ruto akamfuta kazi, akasema aende nyumbani, na tukakubali. Mtu ya kabila yake ameua mtu, mpaka saa hii anamlinda. Sasa between Rigathi Gachagua na huyu Kasongo, nani mkabila? Because the action you took against DCI Kinoti on accusations, he was accused of ABCD. Fine. Sema Kinoti aondoke. Huyu Lagat has been accused of very serious things, murder through torture.
This is the third week. You are still protecting him and interfering with investigations. And then you accuse other people of being tribal. You know, according to the wisdom of William Ruto, yeye na Raila wakishikana, that is national cohesion and national unity. Rigathi Gachagua wakishikana na Matiang'i, na Kalonzo, na Wamalwa, na Malala, na Seki, na kila mtu, hiyo ni ukabila. Anybody who is against him is a tribalist. According to William Ruto, national unity is to belong to his choir of praise and worship. Once you have a different view, inakuwa wewe ni mkabila. So watu wetu tuungane, tushikanishe nyumba yetu. And I am a very proud Marian. Yeah? The people of Meru in the last 2 days has redeemed our dignity as a people. Ile aibu William Ruto ametuweka, mumetusafisha. Ile ametuangaisha, the persecution of our people, the disrespect, the humiliation, the way the Meru people have conducted themselves in the last 2 days. My brothers and sisters, from the land of my mother, you have redeemed the dignity of our community, and I remain forever grateful and indebted to you as a people of Meru. Muendelee kuchunga heshima yetu. When Akidikon ulisema kila mtu atakufa, Linturi alinisalimia akasema kila mtu atakufa, lakini ni mzuri mtu akifa akufe kwa heshima. Si ndio? That's what Linturi told me. Akasema ni kweli tumekubali tutakufa, lakini tukufe kwa heshima. You cannot humiliate an entire community that made you president. Persecute a community that made you president. Call them names. Embarrass them in front of other communities. Trash them. And expect them to sing songs in your praise. It is not possible and it will not happen. Ogoni adoito nedakena muno. Nyone mwakena? Eh? Nimukwenda tuliuka kwa kaka nedoyo. Toe vaga. Nyine dakena muno. Na nitugushera guku buri twina micemani yena. Na anakera muhetwo besha muke muthukie. Twakinya muhorie thimu muikire mucemanio-ini witu. Tondu ucio niguo ugi. That's how communities behave. You don't fight your own brother, your own sister. That is stupidity. You know? Hao wabunge wetu ndio peke yake wametuangusha. Other people are good. You don't fight your own brother. You don't fight your own sister. You stay together because that's what all communities do. Tunapendana, tunaketi pamoja, tunasaidiana. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana. Asanteni sana. Wapi hiyo Akidikon